Ni mtumishi wa Mungu Derek Michael. Nikukaribisha unanifuatilia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Sahau kualika na wengine, lakini pia share video hii kwa watu mbalimbali ili waweze kupata ujumbe wa Mungu kwenye maisha yao. Mungu alipokuwa anaanza kutembea pamoja na Ibrahim, ndipo mwanzo wa Mungu kwa kutengeneza kizazi ambacho alikiita ni watoto wake. Na hawa watoto wa Mungu ndio ambao kuanza kumwamini Mungu na kuanza kuamini jina la Mungu. Mwanzoni Mungu anamtokea Ibrahim. Mungu alijitambulisha kwa Ibrahim kama Mungu Mwenyezi kwa sababu alikuwa bado hajaanza kuwa na jina rasmi ambalo angeweza kulitumia. Ndio maana alipoenda kwa Musa alipomuuliza Mungu kwamba wewe ni nani? Mungu alimwambia mimi niko ambaye niko. Bado jina la Mungu halikuwa halijafunuliwa. Kuendelea kutembea kwa Ibrahim pamoja na Mungu kulimfanya Mungu kuja baadaye kuja kutengeneza jina. Na jina moja hapo aliyokuja kuitengeneza ni jina la Bwana wa majeshi. Na majina mengine ni Yehova Ile, Yehova Sham, pamoja na majina mbalimbali. Yote yalikuwa ni majina ya Mungu. Na haya yote majina yote ambayo alikuwa nao Mungu, baadaye kabisa kizazi cha Ibrahim kuondoka kutoka kwa kina Ibrahim kuja kwa Isaka, kuja kwa Yakobo, kuja kwa Yusufu, baadaye kabisa anakuja anazaliwa Yesu. Na Yesu, jina la Yesu ndio linalokuja kubeba jina la Mungu. Linalokuja yale majina yote ambayo Mungu aliyokuwa nao. Yehova Sham, Yehova Ile, niko ambaye niko, mimi ni Mungu Mwenyezi, mimi ni Mungu wa baba yako. Yale yote majina yanakuja kuwekwa kwenye jina la Yesu. Kwa hiyo jina la Yesu ndio linakuwa jina ambalo limebeba vitu vyote, limebeba mamlaka yote, limebeba ukuu wote wa Mungu. Maandiko yanasema hakuna jina jingine waliopewa wanadamu liopasalo kuokolewa isipokuwa jina la Yesu. Ndio maana hata mtu anapokuwa anaomba Baba katika jina la Yesu, anaomba kupitia kwa Baba, anaomba kwa Baba kupitia jina la Yesu. Kwa sababu gani? Jina la Yesu ndio jina ambalo Mungu alikuja kulirasimisha, na Mungu ndio aliweka wanadamu waweze kulitumia. Tunakuja kwenye Mungu kuanza kuwa na watoto, Mungu kuanza kuwaita wanadamu ni watoto. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, lakini Mungu si Mungu wa watu. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili, lakini Mungu si baba wa watu wote wenye mwili. Kwa sababu gani? Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Yohana, alikuja kwa walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Ndio hao waliaminio jina lake. Na jina lake ni lipi? Ndio hao wanaoamini jina la Yesu. Kwa hiyo kumbe watoto wa Mungu wote ni wale wanaoamini jina la Yesu. Wanaohesabika kuwa ni watoto wa Mungu ni wale ambao wanaoliamini jina la Yesu. Wale wote ambao hawaliamini jina la Yesu wanahesabika kuwa sio watoto wa Mungu. Mungu anaanzisha kizazi, na kizazi ambacho Mungu anakianzisha anataka kutengeneza mahusiano ya baba na mtoto. Hataki kutengeneza mahusiano ya Mungu na mwanadamu. Tangia mwanzo Mungu alipokuwa amemuumba Adamu, ilikuwa kuna mahusiano ya baba na mtoto. Lakini baada ya Adamu kuwa ameasi, baada ya Adamu kuwa ameenda kinyume na maelekezo ya Mungu, ndio akawa amemtoa kwenye ile bustani ya Eden. Kumtoa kwenye ile bustani ya Eden, alimfukuza kutoka nyumbani, alimfukuza kutoka kwenye ule uwepo wake, akamuondoa. Na alipokwisha kumuondoa, akaweka makerubi, akaweka walinzi, akaweka malaika wa kuweza kuilinda ile bustani ya Eden. Kwa sababu mtoto ameasi, mtoto ameenda kinyume na maelekezo ya baba yake. Kwa sababu ile ya kwenda kinyume na maelekezo ya baba yake, akawa ameondolewa kutoka kwenye nyumba ya baba yake. Kwa hiyo ikawa mahusiano yamevurugika, ya mahusiano ya baba na mtoto yakawa yamevurugika. Alichokuja kufanya sasa Mungu, akataka kurudisha yale mahusiano, kwamba mwanadamu ambaye nimemuumba, maana kilichozaliwa na roho ni roho, kilichozaliwa na mwili ni mwili, mahusiano yale ya ukiroho. Na tukisema kwamba Mungu kama baba wa mwanadamu, nazungumzia mahusiano ya kiroho. Mungu anapokuwa anamtazama mwanadamu, hamtazami kwa nje, anamtazama kwa ndani. Na ndani yake anatazama nini? Anatazama roho yake. Na mahusiano yanayokuwa yanatengenezwa ni mahusiano ya kutokana na kwenye ulimwengu wa roho. Anaangalia rohoni na sio mwilini. Kwa hiyo baada ya kuwa amemfukuza, ikawa imetengeneza mgawanyiko, ikawa imevunja tayari uhusiano. Ni sawa na baba akamuondoa mtoto wake nyumbani, ule uhusiano ukawa umevunjika. Lakini kwa vile Mungu ndo baba yake asili ya kwamba huyu mwanadamu baba yake asili yake ni Mungu, ikabidi afanye mpango wa kumrejesha, afanye mpango wa kuhuisha yale mahusiano ya baba na mtoto.
akafanya mpango, akamtuma Yesu, na Yesu akaja kama neno. Maandiko yanasema katika kile cha Yohana sura ya kwanza, kuanzia ile Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno akafanyika kuwa mwili, hatimaye tukaje tukauona utukufu wa mwana. Huyo neno, lengo la huyu neno lilikuwa ni kuja kufanyika kuwa mwili kwa sababu ya kuhuisha mahusiano. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Yohana anakuja baadaye anakuambia alikuja kwa walio wake, ile walio wake wakamkataa. Walio wake wakamkataa. Walio wake waliomkataa ndio wale ambao waliokuwa ni watoto wa Ibrahimu. Ndio wale ambao waliokuwa ni kuanzia ule uzao wa Ibrahimu. Wale wote waliofuata, wale wote kwa sababu ya mahusiano ambayo yalikuwepo ya Ibrahimu pamoja na Mungu, ndio ambao walikuwa wanatengeneza Mungu kuwa baba wa watoto wote wa kizazi cha Ibrahimu. Alikuja kwa hawa walio wake ambao ni watoto wa Ibrahimu, kizazi kile ambacho kimebakia cha Ibrahimu, lakini wakawa wamemkataa. Mungu alipokuwa anajifunua kama baba, alianza kujifunua kwa Waisraeli. Na Mungu ambaye sasa tunayemwamini, huyu Mungu wa kweli, ni Mungu ambaye alianza kujifunua kwa taifa la Israeli, ndio baadaye akasambaa. Walipokuwa wameanza kujifunua kwa hawa watoto wa Israeli, kwa watoto hawa ambao ni wa Ibrahimu, walipokuja kwao akajifunua kama Yesu, lakini wakakataa, wakawa hawajampokea. Kwa sababu wakawa hawajampokea watoto wake hawa wa Ibrahimu, akaona sasa Mungu, ile neema ikawa imejifunua kwa watu wote. Lakini neema ile ilikuwa imejifunua kwa watu wote, ilijifunua kwa ambao waliamini tu jina la Yesu. Ilijifunua kwa wale tu ambao walikubali kuitwa watoto wa Mungu. Na kuitwa mtoto wa Mungu ni kupewa uwezo. Kuwa mtoto wa Mungu si tu kwamba unamuita Mungu kama baba, unapewa uwezo. Na uwezo unapewa na Mungu mwenyewe. Maana anasema kwamba aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wake. Ndio hao walioamini jina la principle au kanuni ya kuwa mtoto wa Mungu ni kuliamini jina la Yesu. Ni kuliamini jina lake Yesu. Ukishakwisha kuliamini tu jina lake Yesu, wewe unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Na ukishafanyika kuwa mtoto wa Mungu, Mungu anasimama kama baba. Na baba siku zote kazi yake ni kuhakikisha kwamba anampa mahitaji yote ambayo mtoto anaokuwa anataka. Ndio maana yule mtoto mwana mpotevu alipokuwa ameondoka kwa baba yake, aliporudi kwa baba yake alimpokea. Akasema huyu alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Kwa sababu gani? Ni kwamba alikuwa ameondoka. Kumbuka kwamba Adamu alipokuwa ameondoka kwenye uwepo wa Mungu, akawa amekufa. Mungu amemweka mhesabu amekufa. Na kifo hiki kinachoongelea ni kifo cha kiroho, sio cha kimwili. Kwa hiyo alipokuwa amerudi, akawa amehesabia kwamba huyo amefufuka. Sasa maisha yake yale ya kiroho yakawa yametuliwa. Kwa hiyo kwamba unapokuwa unamwendea Mungu, mwendee Mungu kama baba. Na ukimwendea Mungu kama baba, utakuwa na picha ya kwamba baba siku zote, hata kama umemkosea, ukienda mbele zako ukamweleza ukweli, kwa baba yangu nimekosea, ninaomba unisamehe. Baba yangu, kuna jambo ambalo nilikuwa nilitakiwa nilifanye, lakini nikawa sijafanya kwa ambavyo ilivyotakiwa. Kuna wakati mmoja nilipitia changamoto, nikawa sijafanya kila ambacho nilitakiwa mimi nifanye kama majukumu yangu. Lakini nilirudi kwa baba yangu nikamwambia, Mungu, wewe ni baba yangu. Mbele za Mungu, licha kuwa mimi ni mtumishi wako, lakini mbele zako kwanza, kabla sijawa mtumishi wako, mimi ni mtoto wako, kwa sababu naliamini jina lako. Nikamwambia, Mungu, ni kweli wewe ni baba yangu, na mimi sijafanya majukumu yangu, sijakitekeleza kila ambacho nilitakiwa nikitekeleze. Ninarudi mbele zako, ninaomba unisamehe kwa sababu sikutekeleza ambayo alikuwa natakiwa nitekeleze majukumu yangu. Na Mungu kwa vile ni baba, akanisamehe na akawa amenionekania na akawa ameweza kunisaidia kuweza kutoka kwenye ile changamoto. Ndivyo hivyo sasa kwenye maisha, ili uweze kuhusiana na Mungu vizuri, ondoka kwenye ule uhusiano wa kumtazama Mungu kama Mungu alivyo. Ukimtazama Mungu kama Mungu alivyo, utamuogopa. Lakini ukimtazama kwa picha ya kawaida kabisa, baba yako, ukamwangalia kama baba yako, na ukimhesabu Mungu kama baba yako, mhesabu Mungu kama baba wa kwanza kabisa. Achana baba wa kimwili ulionayo, mtazame Mungu kama baba yako wa kiroho. Kabla hujaenda kumwambia baba yako shida ulionao, baba yako wa kimwili, mweleze Mungu kama baba yako. Mweleze Mungu unachokuwa unapitia. Mweleze Mungu kuhusiana mambo ambayo ni magumu yamekushinda. Anasema, niite nami nitawaitikia, nitaonyesha mambo magumu na makubwa msiyoyajua. Yeye ni baba, anabaki kuwa baba. Kwa sababu gani? Ni yeye aliyetupa uwezo. Tayari ukishakuwa umemwamini, umeliamini, yaani Mungu
unamwamini Mungu kupitia Yesu. Maana nasema kwenye kitabu kile cha Warumi kwamba haki ya Mungu inahesabika kupitia kumwamini Yesu, kupitia kuliamini jina la Yesu. Haki ya Mungu yoyote ile. Kwa hiyo haki ya Mungu yoyote, haki ya baba yako yoyote ile unaotaka kuwa naye unaipokea kupitia kumwamini jina la Yesu. Ukimwamini tu kuliamini jina la Yesu ndio inakufanya wewe uhesabike kuwa mwenye haki. Utaishi kwa imani, lakini haki ambayo unaishi kwa Biblia inasema mwenye haki, Waebrania ile sura ya 10 mstari wa 68 anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki unaipata wapi? Haki unaipata kwa Mungu. Na Mungu anayekupa haki ni baba yako. Inahesabika kwamba Mungu ni baba yako. Na kama ni baba, ili upate ile haki unaipata kupitia kuliamini jina la Yesu. Jina lipitalo majina yote. Nakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mungu akusaidie, akupe kuona picha ya kumuona Mungu kama baba. Usimuone Mungu kama ni Mungu mwenye mamlaka, mwenye nguvu. Ukiona picha ile utakuwa unaogopa sana kumwendea. Muone Mungu kama baba yako, na usimuone Mungu kwa picha nyingine ambayo itakufanya wewe ujizuie kwenda mbele zake. Nakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Barikiwe. Amen.